tuanze na kauli ya rais wa shirikisho wa mpira wa miguu Wallace Karia. Maana yake ni kwamba tuweza kusema ni mti uliopinda na kivuli chake akinyoki, kwa sababu kinachombeba mafanikio. Kwako kama mchambuzi unazungumzaje hizi kauli siku zinabadilika mara hii kwa rais wa shirikisho wa mpira wa miguu Tanzania? Unajua nastaajabika kwa sababu kila kukicha naona vitu vinaenda afadhali ya jana. Vitu vinaenda afadhali ya jana. Kuna muda ikifika kukaa kimya ni jibu tosha. Kuna muda ukifika ukikaa kimya ni rahisi sana kuwa na maamuzi ambayo ni sahihi. Lakini tunavyoendelea kuropoka inatupa wakati mgumu sana sisi wengine ambao ni watu ambao tunahitaji solution, na ukiangalia wadau wa soka wanataka majawabu yaliyo sahihi, lakini busara zinazidi kuyeyea. Mfano, uko kwenye tafrija ya iftari mkizungumza na timu ya taifa ambayo ya kila mtu sio ya mtu, unasema tutadili na watu wa Tanga au wa Dar es Salaam, wana habari na vyombo vyao, wabaki na mambo yao ya uchafu. Sasa unavyo na maanisha Rais Karia, unavyotugusa sisi na kuanza kutushambulia vyombo vya habari ukiamini wewe umeshika chombo ambacho chetu. Sasa nashindwa kuelewa. Yani hapa huwa inatumika elimu, utu uzima, kwa sababu kwenye elimu mtu aliyesoma hawezi kutamka maneno yale. Ukizungumzia mzee wa makamu hawezi kuzungumza maneno yale kwa sababu hayana busara yoyote. Ukizungumzia kiongozi, yani uweledi wa kiongozi sio ule, hamna utashi. Ukizungumzia mtu mwenye hekima, yani Mtanzania yoyote anayejitambua hapa kichwani, mwenye akili timamu, sisemi yeye hana, mimi nazungumzia wenye nazo. Hapa naeleweka? Naeleweka vizuri sana. Ukishakuwa baba, aidha wa familia, aidha wa taasisi, aidha wa jambo lolote, yani wewe ndio umeshika maono. Asilimia zaidi ya 86 ya Watanzania wanapenda mpira wa miguu. Wazi kabisa, kuanzia watoto mpaka watu wazima. Hususan hizi timu mbili, Simba na Yanga. Wewe ndio umeshika hayo maono, yani njia yetu unayo wewe. Timu ya taifa ni ya kila mmoja ambaye ni raia wa Kitanzania. Sasa wewe unaenda unasema Watanga, wa Dar es Salaam. Who are you by the way? Yani wewe kuvishutumu vyombo vya habari, wewe kama nani? Yani wewe unaingilia vyombo vya habari, unaingilia uhuru wa vyombo vya habari. Yani inanisumbua kichwani. Yani ukiwa umekamilika aswa, yani hamna mtu ambaye mzima anaweza tamka hivyo vitu. Yani mtoto wangu wa darasa la 6 wa kiume Vince hawezi hata kuthubutu robo ya maneno yale, kwamba eti baba, familia ile nyumba ya kina Joni na familia yetu bora, tutabaki na familia yetu. Yani watoto wangu mimi hawana mamlaka kutamka hivyo. Sijatengeneza hiyo nguvu ya upuuzi wao kutamka hivyo. Watu wengi wamefika mbali zaidi kusema kwamba licha ya kwamba rais wa shirikisho la mpira miguu tatizo la kucheza mpira ndio maana tamka maneno kama hayo. Isiwe kisingizio bwana. Kisiwe kisingizio. Hapo makocha kibao, wapo viongozi kibao, ma CEOs hawajacheza mpira. Wani Babra Gonzalez amecheza mpira. Mbona aliongoza Simba na alikuwa na mafanikio? Hizo excuses mnazitoa wapi guys? No, tutoke huko bwana. Sepp Blatter alicheza mpira wapi? Alikuwa rais wa FIFA. Infantino kacheza mpira wapi? Kwa maana yake kiongozi lazima ujitambue licha. Nimekutajia vitu vinne. Kuna vitu vinne. Nimekuambia kuna elimu, kuna busara kama Mtanzania mtu mzima. Yani Mtanzania yoyote, yani kama kweli wewe ni raia wa Tanzania original, hauwezi ukawa na maneno makali kama yale kwa watu wenzio. Tena vyombo vya habari. Yani ligi hii kuwa ilipofika hapa, shirikisho hili lilipofika hapa, ni mchango wenu nyinyi, sisi na vyombo vya habari vingine vyote. Umeelewa vizuri Kwa hapo kuna akivaa basi kofia yake ya uongozi. Kiongozi hawezi kuwagawa watu. Vyombo vya habari vya Tanga vikapambane na vyombo vya habari vya Dar es Salaam kuipushi Taifa Stars na TFF.
Kuna uwiano hapo wote kweli? Sijui haya maneno mnayatoa wapi au aliyatoa wapi. Mimi binafsi kama Justin Case, mimi nimeshamsamehege. Na mbaya sana, yani narudia tena, mbaya sana. Kuna vitu hivi, kauli hizi mbili Zanzibar ukizisikia, namwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au nimekusamehe kutoka moyoni. Kwa maana yake ni kwamba yani ogopa sana, jiulize tena mara ya mbili. Kuna shida gani maeneo yako hapa? Nadhani ni muda wa, nafahamu busara na upeo alionao Kidau, nafahamu kina Aaron Nyanda watu wa market, najua TFF bodi ya ligi kina Almasi, watu wengi wana busara pale, wengi smart kichwani. Wajaribu kumshauri kina Ndimbo, ndugu yangu Ndimbo, hongeeni, hii ni idara yako hii. Zungumza na mzee, asifanye hivyo. Sisi tunaishi vizuri sana na TFF. Hivi Justin Case, unaamini kwamba hao walikuwa chini yake atawasikiliza licha ya kuwa endo boss wa ile taasisi nzima? Sasa basi kama kushakuwa hakuna kusikilizana, sio taasisi. Kumbe ni chombo cha mtu. Kasa kweli hapa sasa tutaelewa ni Tanga, ni chombo cha Tanga. Kumbe ndio maana ngao ya jamii ilivyoanza kwenye mfumo wa robo nusu finali zilianzia Tanga. Ndio maana iftari ya timu ya taifa imepelekwa Tanga. Okay, na vyombo vya habari sasa hivi ni Tanga. Tuanza kupata picha sasa. Sasa nimeelewa. Kumbe cha kwake kama asikilizi. Lakini kama kuna idara ambayo ina mamlaka kutoa taarifa, yes ni bosi wao, lakini taaluma, ndio maana FIFA wanatambua uwepo wa Ndimbo pale. Maana yake kitaaluma Ndimbo ni bora kwenye kutoa taarifa kuliko rais. Rais sio eneo lake. Yaani mimi wale Skaria miaka nizidi kuzungumza kwenye hadhara, atakufa muda huo, sio eneo lake. Yeye endelee kutundumbula mamidomo tu, mimi kazi yangu kuongea. Maana yake ni kwamba kinachokizungumza sio sahihi kwa sababu sio idara yake. Sio eneo lake. Sasa ndio maana nikasema kwa sababu sio taaluma yake, basi kuna utu uzima. Basi toa kuna utanzania. Yaani Watanzania tuna utashi, tuna upendo. Yaani ule mzee upendo hana, inaanza kunitia mashaka. Hakuna Mtanzania ambaye hana upendo. Mimi nilivyofundishwa, tuna upendo, amani na ushirikiano. Kwanza Mwalimu Nyerere aliunganisha zaidi ya mataifa 100 na yeye anasema vyombo vya habari. Sisi kwa kupitia waziri mwenye dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, Profesa Paramagamba Kabudi, alituambia hivi, vyombo vya habari ndio mtima wa nchi. Yaani hii ndio imeshika dhama yote ile ya nchi. Sisi ndio tuna uwezo wa kutangaza ubora na mali zetu kuzitangaza huko nje, tutengeneze sifa ya nchi hii. Sisi ndio tumeshika ile taswira ya Tanzania. Sisi ndio tuna mamlaka na nafasi kubwa ya kutangaza mlima wetu. Sisi ndio tuna uwezo kusema mboga zetu. Sisi tuna uwezo kumtangaza Samata wetu. Sisi ndio tunaweza kusifia rais wetu. Sio yeye aseme yeye bora. Hao wana mamlaka hayo. Ndio maana wanahangaika leo hii kwenye mitandao ya kijamii, wanahangaika mara siju kafanya haya. Yale inatakiwa sisi tuitwe na management nzima ya habari ya shirikisho kupitia Ndimbo na kamati yake na katibu, watuambie jamani, kutoka hapa tuna jambo tunataka tulifanye CAF kama shirikisho letu. Tunatokaje hapa kuonesha mazuri ambayo rais wa shirikisho ameyafanya. Sasa unapoenda angalia comments, yani CAF wanajua na siku hizi ina translate, si ndio? Wanaona comments zote, hata comment moja watu wanaomsifia. Hapo Justin Case, hii sintofahamu tunaendelea kutokana kwamba mechi ya tarehe 8 kuahirishwa bila kuna sababu ya msingi. Ndio maana tunaona maneno tofauti tofauti kutoka na baadhi ya viongozi wakubwa wenye mpira wetu. Mfamaji akosi kutapatapa. Ndio maana nikwambia ni bora yani watu wangekaa kimya. Sisi tulifurahi tulivyoona wamekaa kimya. Lakini mzee Mguto naye akatoka akasema ataomba po serikalini. Kaeni kimya. Yaani kaeni kimya, fanyeni mambo ya kimya. Why not kakaangu Boimanda na Ndimbo ndo asingekuwa wanatoka kutoa mataarifa? Kwa nini wanatoka wao? Yaani mzee Mguto aongeleaje hili jambo? Sawa, mpe maagizo mfanyakazi wako kwenye hiyo idara. Boimanda ni super babu. Boimanda superb kwenye eneo hilo. Yaani genius. Kwa hiyo kapigwa pini. Sasa hapo weledi hamna. Boimanda ni super, ana uwezo wa kuzungumza, anajibu hoja, anajenga hoja. Kwani wewe Rais Samia na Gerson Msigwa nani boss? Kwa nini anaongea Gerson Msigwa kujibu hoja zote?
Sasa yani kwa nini yani Samia anatenda matendo tu, ana execute. Bwana daraja limekamilika bado ili hapa 7%, taarifa inaenda kwa Msigwa, Wizara ya Habari leta mna jambo gani, Wizara ya Ujenzi mna jambo gani, Wizara sijui ya Afya mna jambo gani, Wizara sijui ya Maji mna jambo gani. Nyi wengine nyinyi mawaziri simamieni sera, katekelezeni sera ya kusimamia huo mradi kwenye wizara zenu husika, si ndio? Lakini taarifa kwa vyombo vya habari, mamlaka hayo yapo kwa katibu wa habari ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa, jaza mbele genius. Hapo kutoka kwenye hiyo issue ya dabi, jana mwenyekiti wa klabu ya soka Simba akiwashutumu mashabiki wa Yanga na viongozi wa Yanga kusema kwamba nyinyi mwanzo mlikuwa mnatamani sana dabi na sisi mkatufuata mpaka kwetu Bunju. Kwa nini sasa hivi hamtaki kucheza? Mzee wangu Mangungu, mimi ni mzee wangu, mimi ni kakaangu kabisa nakueleza hilo, amenilea Temeke kwetu. Kwa naheshimiana naye, lakini nadhani hili jambo waliwahusu wao. Ila kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa wanachama wa Simba, ana bado tuna kofia ya watani hawa wajadi, anaweza kuwatania. Lakini kwenye eneo la kusemelezea yuko serious, anajitambua, ni mwanasiasa mzuri na amefanya vizuri kwenye eneo hilo. Kwa ana akili, anacheza tu na maneno, lakini amesimamia kwenye nafasi ya kwamba bado ni utani wa jadi, ana mamlaka ya kuwatania Yanga vyovyote vile. Yaani yule ana sehemu ya kujitetea, lakini hawezi kutoka kwamba hii ni kauli ya klabu kama mwenyekiti wa wanachama sisi anatania. Anajitambua yule. Watu wengi wanaamini kwamba akiongea mwenyekiti anawakilisha klabu. Ameongea kwa niaba ya wanachama, ni kweli sababu yuko upande wa wanachama, lakini anasimama na nafasi wana kofia ya watani wa jadi. Kwani Yanga walivyoenda Bunju ndio maana aliliongelea lile. Anajua ni utani, kwani it was serious? No way. Kwa sababu hata kanuni haiwezi kukufunga kwa sababu ni watani wa jadi. Ile ni utani wa jadi amezungumza. Sio kwamba ndio kauli. Sio angepeleka kwenye peji ya Simba. Uliona walimnukuu Simba. Ni chombo cha Simba. Ni online ni ana haki, ni mwenyekiti wa wanachama wake, kwa lazima wafurahishe wanachama wake. Mzee Mangungu nimekwambia ni mwanasiasa, moja kati ya wanasiasa bora. Kwa anajua kudili na watu. Unaona umepata hoja kwa sababu alikotaka upate hiyo hoja. Ana akili yule. Wewe umeona kaongelea sisi tuna haki. Kanuni haitubani. Hajagusa hivyo. Smart. Hapo twende mbali zaidi. Yanga sasa hivi wako kasi na shauri lao zidi ya mtani. Ushahidi upo? Inavyosemekana Yanga wamepeleka barua kasi ikiwa na malalamiko matatu. La kwanza kuishtaki TFF, la pili kuishtaki bodi ya ligi, la tatu kuwashtaki Simba ambao walosababisha mchezo usifanyike. Kwa kinachoendelea kwa Yanga kupeleka barua kasi, viongozi hajatoka kutamka, hata klabu hajatoka kutamka, lakini msimamo wao wachezi. Kwa hii kauli na hivi vinavyotokea baada ya barua Yanga kwenda kasi huko wachezi, kina maana gani kwa klabu ya Young Africans? Nimekuwa nikilizungumza hii wiki ya pili mfululizo. Kuwa na mazoea ya kukosea mara kwa mara sio kibali cha kupitisha kuendelea kukosea. Na kumekuwa na hizo series ambazo zinakuwa na episodes tofauti za watu kuendelea kukosea na kuamini kwamba busara, hekima zitatumika. Nadhani umefika kipindi labda wananchi wameona sio muda tena wa kuifanya busara ikahalalisha haki. Keep tennis prosper. Baba we! Stefano!